watukufu wa Kiislamu, levo ya uchamungu haifikii tu kwa kuwa chakula na kunywa. Levo ya uchamungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameigawanya katika vipande tofauti tofauti, lakini hilo ni miongoni mwa jambo ambalo litatupelekea sisi kuwa ni miongoni mwa watu ambao tunafikia levo ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tusipoteze fursa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametugaia, hususan kipindi hichi ambacho tupo katika levo za kuziongeza, tupo katika levo ya kutengeneza uchamungu wetu, uchamungu ambao utakuwa na faida kwetu sisi hapa duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha ndani ya Qur'ani yake tukufu pale alipotuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia lugha ya kutulingania, lugha ambayo anatubembeleza sisi waja wake, kutuambia enyi ambao kwamba mlioamini, kutiba alaykumus siyam, imefaradhishiwa juu yenu funga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia la'allakum tattaqun, ili sisi tuweze kufikia levo ya kuwa wacha Mungu. Kufunga ni miongoni mwa levo ambayo ni levo kubwa sana. Kwa sababu gani? Mja anaamka asubuhi, anaona chakula chake, anaona kinywaji chake, lakini kwa kutii maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaachana na yale yote na kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujizuilia na vitu vile. Miongoni mwa wanazuoni wakatuambia la'allakum tattaqun, levo ya kuifikia takwa. Wakatuambia takwa inapatikana al-amalu bi ta'ati llahi. Hatuwezi kufikia levo ya kuwa wacha Mungu ikiwa hatuwezi kutenda matendo kwa kufuatisha maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa levo ambayo itatufikisha sisi kwenye ucha Mungu, wanawazuoni wanatuambia ni al-amalu bi ta'ati llahi, ni kutenda matendo kwa kufuatisha maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuamrisha mambo mengi tuweze kuyafanya. Levo ya uchamungu haipatikani kwa kuwa chakula na kunywa. Levo ya uchamungu inapatikana kwa kuishi ndani ya wigo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Levo ya uchamungu inapatikana kwa kuishi katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda na kuyaridhia, kuona mja wake akishikamana na mambo hayo. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, al-amalu bi ta'ati llahi imegawanyika katika vipengele tofauti tofauti. Kutenda, kuishi katika matendo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Miongoni mwa al-amalu bi ta'ati llahi ni idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'ahu ila dhikrillah. Vipi wewe unaitikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kadiri ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuamrisha? Hapa ndipo tutakapoipata al-amalu bi ta'ati llahi. Na hii ndio levo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka waja wake tuishi katika levo hiyo. Pindi tutakaposikia jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tuwe haraka, tuwe wepesi wa kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuachana na yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayapendi wala hayaridhii na waja wake, tukishikamana na mambo hayo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika moja ya maneno yake akisema, man lam yada' qawla zur wal 'amalu bihi wal jahlu falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha al-amalu bi ta'ati llahi,
kutenda matendo kwa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akatuambia, man lam yada qawla zur, ambaye hajaacha maneno ya uongo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe ni muumini wa dini ya Kiislamu na una itikadi kwamba umefunga katika mwezi huu mtukufu, lakini bado kuna mambo unayafanya yanapelekea kushusha thamani ya funga yako. Maneno hayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man lam yada qawla zur, ambaye hajaacha maneno ya uongo. Ndugu yangu mtukufu Muislamu, uko katika funga lakini bado unashikamana na mambo ya uongo. Hauwezi kutengeneza pesa, hauwezi kutengeneza riziki bila ya kutengeneza uongo katika mazungumzo yako. Lakini pia wala amalu bih, na matendo ya kijinga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe unashiriki katika masuala ya kuleti, wewe unashiriki katika masuala ya kuwasengenya Waislamu wenzako. Lakini waljahadu bih, na matendo yaliyokuwa mabaya, matendo yaliyokuwa ya kijinga, wewe ndio unashikamana na matendo hayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, falaisa lillahi hajatan, basi hapana kwa Mwenyezi Mungu haja ayada ta'amahu wa sharabahu, kutokana na wewe kuacha chakula chako na kinywaji chako, ikiwa bado haujajitakasa, haujaachana na yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayapendi wala hayaridhii kuona mja wake akishikamana na matendo hayo, basi wewe hapana haja ya kuacha kula na kunywa. Ni bora ungeendelea kula, ni bora ungeendelea kunywa. Kwa sababu gani? Lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuletea funga ili tuweze kufika katika level ya uchamungu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachamungu. Uchamungu ni nini? Uchamungu ni kutenda matendo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda na kuyaridhia, kuna waja wake wakishikamana na matendo hayo. Lakini sasa ikiwa sisi bado tunashikamana na uongo, bado tunashikamana na matendo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayapendi wala hayaridhii, hapa itakuwa haina haja ya sisi kuacha kula na kunywa. Ni bora tungeendelea kula na kunywa. Kwa sababu gani? Tunakosa kuishi katika lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islam, tujitahidi sana kuishi katika lengo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda na kuiridhia. Al-amalu bi ta'ati llahi imegawanyika katika mambo tofauti. Wewe ni muumini wa dini ya Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia afya, amekujalia uzima, amekujalia kila aina ya neema ambayo itakuwa si sababu kwako wewe kuweza kukosa kwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hususan kipindi hiki kitukufu, kipindi ambacho ukitenda jema lililokuwa moja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulipa mara mbili yake. Vipi tunapoteza fursa hii? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moja maneno yake anatuambia, hadha shahrun adhimun, akituambia huu ni mwezi uliokuwa mkubwa. Si tu mwezi mkubwa, mubarakun fihi, una baraka ndani yake. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna baraka nyingi ambazo zinapatikana. Vipi mimi na wewe tunazichuma baraka hizi? Vipi mimi na wewe tunatumia nafasi hii kwenye kuzichuma kila kheri, kila baraka ambazo zitapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuweze kuutumia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwenye kutengeneza lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nalo si lengo lingine lolote isipokuwa ni lengo la kuweza kuufikia uchamungu ambao ndio itakuwa sababu ya sisi kuwa miongoni mwa sehemu za ukamilifu katika maisha yetu. Hatuwezi kukamilika bila ya kuifikia lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nalo si lengo lingine lolote isipokuwa ni lengo la kufikia kima cha kuwa sisi ni wacha Mungu. Ikifikia hapo, basi itakuwa sisi tumefuzu fi dunia wal akhirah. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anatuwekea vitu tofauti ili tuweze kufika katika lengo hilo.